Nakutafuta huko, kumbe umejificha huko. Ah. Mume wangu. Wewe huwezi kuzungumza? Yaani ukaanza na jambo tu kazungumza, haiwezekani mpaka tuanze tena. Wewe mtu anaweza kujificha nyumbani kwake? Mtu anawezaje kujificha nyumbani kwake? Ushakuona wapi mtu anajificha nyumbani kwake? Kwa hiyo nisichague engo. Watu wote wameenda Zanzibar, kasoro sisi tu. Kuna mwaka mpya kupumzika, maana pilika za kazi mwezi wa kwanza. Sisi tu peke yetu. Zama, ukiendelea na akili yako hiyo, ukiendelea na mfumo wa maisha huo, haya maisha yatakushinda. Haya maisha yatakushinda kwelikweli, kwa sababu hii biashara ya kuwa tunaelekezana kila siku kama watoto kwamba maisha yanatakiwa hivi hivi hivi, unaishi kwa sababu ya hivi hivi hivi, wewe ni huyu, usijifananishe na huyu. Mungu amekupa hapa, jiendeleze kujitafuta, endeleza maombi ili ufike kule. Sisi tulipanga twende Zanzibar kwa sababu ya zanga, si ndio? Sisi tulipanga twende Zanzibar kwa sababu ya supa, si ndio? Sasa hawa watu ambao leo hii wanatukarimu tukiwa Zanzibar, sijui unanielewa, wanaweza wakafanya hivyo kwa sababu ni utaratibu wao wa kila siku. Umefikiria mwezi wa kwanza tunaingia vipi? Umefikiria mwezi wa pili pale kutakuwa na vipi? Haya madeni nilokuwa nayo, wewe unahisi nina watu gani wa kuwakopa zaidi ya hawa watu ninaowazungumzia hao? Kwa sababu nikikwama namkimbilia zanga, nikikwama namkimbilia supa, nikikwama namkimbilia Kimu. Hawa ndio watu pekee wanaoshika mimi mkono. Sasa leo hii nikawape mzigo Zanzibar, nizurure eti nimeenda kurefresh, nimeenda kufanya hivi, wakati kipindi kile na refresh. Si bora nibakie hapa kwanza nipambane ili nijue najikomboa vipi mwezi wa kwanza? Nizipoteze hizi siku 5 zote, sijui 6 hizi zote nikafanya eti na mimi nina holiday season, wakati acha mambo ya kipumbavu bwana wewe. Mimi niko kama mbwa, riziki yangu iko miguuni. Wewe acha nichakalike humu kwanza kuhakikisha hivi vitu vingi. Wewe unafikiri hela kodi ningetoboa? Ningeenda holiday season ningetoboa hela kodi? Wewe mpaka nimelipa hela kodi hapa mwenyewe unamwekea Mungu mkubwa huyu, yani ningeenda huko holiday. Haya, bado kuna ada hapa. Bado hapa kuna kula hapa. Bado hujavaa hapa. Bado kuna vurugu mechi chungu nzima, alafu nasema eti sisi wenzetu wote. Wenzetu nani? Wewe mwenzako mimi. Hivyo vitu vingine achana nazo. Hizo ni tamaa. Wewe unachopaswa ni kuangalia namna gani tunachezesha karata zetu 2026 isiwe 2025. Eza tuwaongeze kina zanga wawe kama 10, asiwepo zanga peke yake anachoka. Tumuongeze Kimu awe kama 10, asiwepo Kimu peke yake anatosha. Tuwaongeze ndugu kama supa, asiwe mwenyewe anachoka. Hicho ndo kitu cha kukata kuzungumza na kufanya vitu kama hivyo. Na ndo maana Shayo ananishangaa kwa nini naweza kuishi na, yani jamani, basi basi staki. Yaani mtu akielewa, akikwambia kitu kwamba staki na unakoelekea ndio pale sasa nitakuja kuonekana mimi mtu wa ovyo, sababu nitakupa viganja, sababu tunakaa tunaelekezana kila kitu. Sitaki. Mimi na wewe nani mwanaume? Kwa nini unataka kuonekana mtu, yani mtu aonekane ana ila? Vacation, holiday season si ya kila mtu. Wewe umeajiriwa na nani? Mimi nimeajiriwa na nani? Mimi nimejiajiri wapi? Sisi tuko kwenye level ya wachakalikaji. Hivi wewe mimi na wewe tuna kipato kabisa kamili ambacho tunasema mwezi huu sisi tunaingiza walau kiasi mimi na wewe tuna kipato hicho? Sisi si waganga njaa. Haya, hiyo holiday season wewe unaitaka ya nini? Vacation unaitaka ya nini? Kwa nini tunataka tuishi maisha ambayo sio ya kwetu? Kwa nini tunataka tuishi maisha ambayo yanaenda kutupelekea kuwa na wakati mgumu? We baba yako lini kaenda vacation? Au baba yako lini
kaka na mama yako wamewaza toka maisha yenu yanakuwa, wakachukuana wakapelekana vacation, wakapelekana holiday season lini? Maisha haya, kama umekuwa katika familia ambayo unaona kabisa mlolongo wake umekaa hivi, sasa we nani baadaye unakuja kubadilisha? We Google, bakisha ushamba kidogo, ujanja usizidi sana. Hivi vitu vya kuiga achaneni navyo. Nakaa hapa kabisa eti mtuloi na kuuma, unalalamika eti wenzetu wote wameenda Zanzibar. Ona bajeti wale. Sasa wewe kama unataka plani yako mwisho wa mwaka kwenda Zanzibar, aanza kuweka sasa. Anza kuweka 2,200, 3,300, 4,400, 5,500. Sababu wanasema ukiweka 13,900 kila mwezi mpaka mwisho wa mwaka unatimiza 5,000,000. Hiyo 5,000,000 unaenda Zanzibar, unafanya vurugu hata siku 2. Sawa? Unakaa unaleta vitu vya ajabu hapo, bado kaa unasema bwana tuongee na Super. Atu kule ubuyu unapatikana vipi? Mimi huku niwe nauza. Bwana niwe nauza hata kwa kilo. Bwana niwe na supplier wa ubuyu. Bwana Super mpaka tuwe kule ndo kule wapi mawasiliano yapo? Unashindwa kuongea vitu vya biashara, unakaa unaongelea upuuzi nonsense. Mambo ya kishenzi kabisa. Ndio maana kuna muda sisi hatuwezi tukakaa tukajenga jambo. Ukiona sisi tumekaa mtoto anaumwa, sisi tumekaa kuna msiba, sisi tumekaa tunamsema mtu, sisi tumekaa tunajadiliana kodi inapatikana vipi. Hatuwezi kukaa kujenga jambo. Na wewe ndio mwanamke, unajua mimi naenda nakutana na zama nyingi. Naenda huku nakutana na vurugu mechi, naenda huku nakutana na vitu ambavyo havielezeki, havisimuliki. Nikirudi nyumbani tafsiri yake nakutana na mdada mweupe, nakutana na mdada mzuri, nakutana na mdada mwenye busara, ananiweka chini, ananituliza uchovu wa safari, alafu anaanza kunipa maneno mazuri kuhakikisha mimi nakuwa sawa. Kesho naenda tena kuchakalika kama chizi ili kuhakikisha maisha yawe kama ya jana. Lakini wewe hakuna hiyo siku uliyofanya hivyo. Zaidi kupeana pressure, zaidi kutafutana vitu tu visivyoeleweka. Tafuta kufanana naye. Sifikie mbali basi. Ndo kauli yako ya maana hiyo. Sasa kama mimi nitasemaje? Ushasema hapa endeki sawa, mimi nimekubali tupo. Ushaongea, nimekuelewa. Sasa ukiendelea kuongea hapo, unasema kupeana pressure, ndio hapo sasa utapata pressure bure. Kama hapa endeki. Tushajua hapa endeki. Alafu nikiwa nazungumza, unaponipandishia maneno kama we ni mwanaume, ujue inakata iwe. Hiyo inakata hiyo. Kwa sababu kuna muda sasa nitasimama azimani. Takuonyesha wanaume tuna misimamo gani. Bwana haya. Nimesema staki. Sasa endelea na hizo mada tuone. Tugani bwana unakaa tu kabisa wewe season holiday vacation. Yaani wenzetu wako Zanzibar. Ungekuwa hivyo ungekuwa mtunzaji vizuri wa bajeti. Wewe hela kidogo tu umeenda kucheza michezo, mara una vikoba, mara vijola. Maendeleo yatapatikana wapi?